Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe Tanzania. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa kibali chake ambacho ametupa sisi wa Tanzania kuwepo hai mpaka dakika hii. Ni neema tu ya Mungu. Naitwa Jafeti Busanji, ni mtumishi wa Mungu. Niko hapa nchini Kenya, lakini ni Mtanzania kutoka katika mkoa wa Katavi. Tunaendelea kumtumikia Mungu. Ukiangalia sasa ni majira ya saa 8 usiku, lakini ninalo neno juu yako Tanzania. Ninalo neno juu yako Tanzania kulingana na mwaka ambao tuko nao. We have election years 2025 in Tanzania, but there is a word from our Lord Jesus Christ. Zaburi ile sura ya 33 na ule mstari wa 12. Neno ambalo Mungu ameendelea kunipa na amenipa, nami niko tayari kulizungumza. Mimi ni nani? Ni neno la Mungu ambalo yeye amelitaka kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Tuko na mwaka wa 25 ambao ni mwaka wa uchaguzi kwa ngazi ya rais, ngazi ya wabunge, vile vile na ngazi ya madiwani. Biblia inasema katika huo mstari wa 12, lakini wacha ni kuanzia mstari wa 8. Unasema hivi: worship the Lord, all of the earth, honor him, all the peoples of the world. When he spoke, the world was created. At this command, everything appeared. Ule mstari wa 10, the Lord frustrates the purpose of the nations. He keeps them from carrying out their plans. 11 inasema, but his plans in forever, his purpose last eternally. Happy is the nation whose God is the Lord. Happy is the nation whose God is the Lord. Happy are the people he has chosen for his own. Okay? Kwa Kiswahili ukianzia ule mstari wa 8 inasema, dunia yote na imwogope Mwenyezi Mungu, wakazi wote duniani wamche. Maana alisema na ulimwengu ukawako, alitoa amri nao ukajitokeza. Mwenyezi Mungu hupangua mipango ya mataifa na kuyatangua mawazo yao. Mwenyezi Mungu hupangua mipango ya mataifa na kuyatangua mawazo yao. Mpango wa Mwenyezi Mungu hudumu milele, maazimio yake hudumu vizazi vyote. Heri taifa ambalo Mungu wake ni Mwenyezi Mungu. Heri wale aliowachagua kwa watu wake mwenyewe. Mstari ule ambao Mungu anatamani kuzungumza na Watanzania kuanzia sasa mpaka wakati wa uchaguzi ni ule mstari wa 12, na ndio mstari ambao amesema nami juu ya habari ya Tanzania. Nazungumza na Watanzania ambao mnanisikia, hususan ni watumishi wa Mungu, wachungaji, maaskofu, wainjilisti na watumishi mbalimbali ambao mpo mnamtumikia Mungu. Haijalishi cheo wala nafasi ulionao, lakini unamtumikia Mungu aliye hai. Tunazungumza Mungu aliye hai. Ametupa mstari ambao amenipa na maelekezo tuombe kwa ajili ya taifa letu katika uchaguzi, na kama mama yetu anasikia habari hii, nitaomba awe mmoja wapo kabisa wa kuchochea hili jambo. Ni Mungu amesema, maelekezo yake yako hivi: kila siku ya Jumapili, every Sunday, ile saa 12 kamili hadi saa 1, kwa makanisa yote, kwa watu wote, kwa watumishi wote, haijalishi uko nyumbani uko wapi, tufanye maombi maalum. Tufanye maombi maalum kwa ajili ya kuombea uchaguzi. Why election? Why prayer for election? Why? Hilo ndilo swali ambalo nimeendelea kujiuliza na kumuuliza Mungu wangu, kwa nini tuombe? Na kwa nini ametupa mstari huu, mstari wa 12? Heri taifa ambalo Mungu ni Bwana kwao. Heri taifa ambalo Mungu ni Bwana wao. Heri taifa. Kwa nini? Kwa sababu tambua jambo moja ambalo liko katika mstari wa 8. Dunia yote na imwogope Mwenyezi Mungu. Dunia yote
na imuogope Mwenyezi Mungu. Hicho ndicho Mungu ambacho amekitazama jicho kubwa katika ulimwengu wa sasa. Mataifa mengi imefika sehemu wamejiinua. Viongozi waliopewa dhamana ya kuongoza wamejiinua. Wamefika mahala wameona wao ndio ambao wanafaa kuliko hata Mungu aliyewapa mamlaka. Thank you. Hakuna mamlaka itokayo popote ile isipokuwa ni kwa Mungu. Na kama wamepewa mamlaka, imefika sehemu wamekuwa na authority, wameitangua authority, God authority, wameikrashi, wameamua kuingiza one authority. Maana yake wanaweza kuzungumza chochote. Ndio maana na mataifa makubwa, mataifa mbalimbali, hali ambako yamefikia, wako tayari kutangaza chochote juu ya raia, ya watu wote. Sikiliza mstari wa 8, sikiliza. Dunia yote na imuogope Mwenyezi Mungu, wakazi wote duniani wamche. Worship the Lord all the earth. English inasema hivyo, wamwabudu wote. Inatumia neno worship. Worship the Lord. Dunia yote imwabudu Mungu. Maana ya kumwabudu ni nini? Kumnyenyekea, kumtii, kujua, kutambua thamani ya Mungu. Sasa Tanzania, that is special for Tanzania. Tunaenda kutafuta viongozi. Kiongozi ni mtu mwenye dhamana ya kulipeleka taifa kwa Mungu ama kulipotosha. Wale ambao mmekwisha fuatilia Agano la Kale mnaweza mkanielewa. Waliinuka wafalme ambao walipotosha taifa. Waliinuka wafalme ambao zaidi ya miaka 55 akina Manase wakapotosha taifa. Nini kilichotokea katika taifa? Ni adhabu, ni shida, ni kuteseka kwa watu. Amepotosha kiongozi mmoja, lakini ona mateso ya Mungu yanangukia mpaka kwa watoto wasiokuwa na hatia. Hivyo kiongozi rais, kiongozi mbunge, kiongozi diwani, kwa neno lako moja linaweza likajenga taifa, linaweza likaharibu taifa. So Tanzania, we must pray about this election year. Election year. Election year 2025. Tuombe. Ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Tulioitwa na Bwana, tunaojua taifa likiwa na amani, kuna kuwa na mambo gani yanayotendeka. Taifa likiwa na amani, kuna kuwa na vitu gani vinavyofanyika. Kwa sababu sikiliza ule mstari wa 10, Mwenyezi Mungu hupangua mipango ya mataifa. Sikia nikwambie Tanzania, sikia nikwambie kiongozi, sikia nikwambie mtumishi. Mwenyezi Mungu akiabudiwa katika taifa, mataifa ambayo yatalinenea vibaya taifa hilo, mataifa ambayo yatalikusudia vibaya, wakati mwingine kuliwekea vikwazo vya kiuchumi, wakati mwingine kuweka vikwazo hata vya kisiasa, wakati mwingine kuweka vikwazo mbalimbali kwenye taifa hilo. Tazama Mungu anachokisema ule mstari wa 10 unasema, mstari wa 10 unasema hivi: Mwenyezi Mungu hupangua mipango. Mstari ule wa 10 unasema, the Lord frustrates the purpose of the nations. Mungu anapangua mipango. Hivyo hivyo kama Mungu atapangua mipango ya mataifa, na ndivyo hivyo hivyo kama kiongozi wa taifa ambaye atasimama na kujiona yeye ndo anaweza, pasipo kuheshimu uwepo wa Mungu anayeabudiwa, kuheshimu uwepo wa Mungu. Mungu gani? Mungu ambaye kwa neno lake, kama ninavyosema mstari ule wa 9, maana alisema na ulimwengu kawako. When he spoke the word was created. When he spoke the word was created. Maana yake kama tutakuwa na kiongozi ambaye hataweza kujua mamlaka, authority of God, of our Lord who is spoken, and when after spoken the word was created, taifa litakuwa katika hali ngumu. Tanzania, ni muda wa kuomba. Ninakuomba tuungane nami. Programu hii tunaianza tarehe 30 mwezi wa 3 kuombea taifa letu. Ni muda wa risali moja tu, 1 hour only. Saa 12 asubuhi hadi saa 1 asubuhi. Saa 12 asubuhi. Na niombe watumishi ambao mko mnaongoza makanisa, pengine ni wachungaji, pengine ni wainjilisti, pengine ni maaskofu, padri. Neno hili sio la kwangu.
Neno hili ni la Mungu ambaye amelitoa kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania. Na Mungu huwa anatoa maelekezo kabla ya jambo kutokea. Na ndivyo ninavyosema, sitaacha kuwataarifu watumishi wangu. Pengine tukapewa neno hili tukalipuzia, lakini baada ya uchaguzi yakaja mambo mazito ambayo pengine ulikuwa hujategemea kama yangeikuta Tanzania. Lakini kama tukiomba juu ya hili, hata kama rais atakayekuja akitaka kwenda against of God's law, God's instruction, mstari unasema ule wa 9 kwamba, ule wa 10 kwamba Mwenyezi Mungu hupangua, atapangua. Don't ask me how can. Usiniulize atapangua aje. Mungu ametupa maelekezo. Mungu ametupa maelekezo. Tuombe Tanzania kwa ajili ya taifa letu. Tuombe Tanzania kwa ajili ya taifa letu. Kama nimepewa ujumbe huu usiku wa manane, na unavyoniona hivi nimeamka kitandani kwa ajili ya kusema na Tanzania. Na ujumbe huu yeyote unayosikia, basi fanya kwa imani tu. Sambaza kwenye grupu ambako najua. Usifanye kwa sababu yangu, fanya kwa ajili ya taifa, fanya kwa ajili ya nchi, fanya kwa ajili ya unavyomheshimu Mungu wako. Na Mungu akujalie, na Mungu akutunze. Naitwa Japhet Msanji Japhet. Kwa mawasiliano unaweza ukanitafuta 07 namba ya Tanzania ambayo ndio iko WhatsApp, unaweza ukanipata hiyo. Namba ya Tanzania iko WhatsApp ni 0782 0782 42 17 39 0782 42 17 39. Lakini pia Kenya namba natumia ni 2+254 741 55 84 66 +254 741 55 84 66. Na Mungu iponye Tanzania, Mungu ilinde Tanzania. Uchaguzi 2025 ukawe uchaguzi wenye mapenzi ya Mungu. Mama Samia, tunakupenda. Wananchi tunakupenda, na Mungu akubariki. Amen.